Habari zenu? Salama, mambo? Poa. Habari za kazi? Safi. Shikamoo. Marahaba, ujambo? Jambo. Kushukuru kama mjambo. Ngoja mimi nikafike. Haya, karibu, maana naona ndo unaingia hivyo. Asante, hii ndo naingia. Haya. Wadadina. Twende. Haya. Mzigo jana kabisa mzito. Haya. Chingande mwanangu. Na baba. Hivyo wewe Chingande, kila uitwapo kufanya kazi wewe hutaki. Kila unavyoitwa kufanya kazi hutaki. Una nini Chingande? Mama Chingande? Mwanao ana nini? Hataki kufanya kazi. Mwanangu Chingande, umeasikia maneno aliyokuambia baba yako? Umeshindwa kufanya kazi mjini, utaweza kazi za kulima shambani? Faza, kwani mimi kuna ubaya gani nikirudi kijijini? Na kuhusu swala lile la kusema mimi nikae mjini, maisha mjini mimi siyawezi, kazi kule ngumu. Na hapa pia naye kazi za kulima ngumu. Sema kina Faza nyinyi mnazingua. Mambo gani ya kipumbavu ya kuniambia mimi haya? Sijapenda kabisa. Wewe Chingande, umefikia mimi kunitukana na mimi baba yako? Mimi si baba yako. Chingande, sijapenda. Kwa nini umenitukana? Mimi si baba yako. Mimi dingi sija kutukana hapo. Unadhani utaishi vipi Chingande? Chingande, mama Chingande. Yukoje mwanao? Wewe Chingande, baba Chingande. Baba Chingande. Kwenda urudi kwanza, urudi hapa. Toto mbaya sana huyu. Fanya kama mtoto wa kiume ndugu yangu, tetea pata, una majenia yanatoka yale basi. Namalizia tu hapa. Ulipoanzia hapo unamalizia rafiki yangu kidogo hivi. Kwa maana yangu jakula nini? Wewe acha tu. Mwanangu na kwa kanto kwa mama. Wewe unakushinda sema basi. Wewe utanisaidia. Lazima ujaze kondo. Hapo kingine tu. Baridi. Kwa babu sio namalizia, sasa hivi tu unachota hapo. Wachi dwani. Bado hujaweza kuchota? Najazia tunaondoka. Baridi. Chapu. Wadodoku, ivika kitanzi, uwe na mimi wa kwanza nani? Darusi wewe si ndo niko hapa. Utaniambiaje hivyo wewe kumbe wewe na mimi wa kwanza wakati mimi ndo wa kwanza niko mbele. Habari zenu jamaa? Safi, sasa hizi Dina. Salama. Marhaba. Dina weka hiyo ndo yako hapo nikutekea mara moja. Fanya chapu basi. Unapisha watu wengi. Yaani kitanzi sijui koje, bado unajua kuapisha watu hivi una nini kinatokea gani? Nyie unajua anakotoka labda mwanawe mgonjwa. Mmeona hapa amekuja wangu. Dina tunajaza hiyo ndo. Hapo bwana tosha. Kwanza hata hiyo uliotia ni nini? Dina. Wewe nenda kashoto. Muzi naiweka ndo yako. Hivi Dina, unashindwa wapi kunielewa kuwa nakupenda? Ona ninavyokubali kuumia kwa ajili yako mbele ya watu wote, lakini sijajali. Nimekubali kukupisha zamu Dina. Nakupenda mwenzio. Naomba nikubalie.
Hivi Kitanzi, na wewe unashindwa wapi kunielewa kuwa mimi sikupendi? Mambo yote unayoyafanya kwangu ni mema na ninayaona, lakini sijali kwa sababu sina upendo na wewe. Hivi kweli Dina, mimi nina kasoro gani na wanaume wengine? Jaribu kuwa na hisia basi Dina. Mbona unakubali kuutesa moyo wangu? Dina, una moyo mgumu kama jiwe, usiwe hivyo tafadhali. Nisaidie. Dina, kukusaidia sio shida. Tena hata kama ukataka nikupelekee nyumbani kwako, naweza kuwapeleka Dina. Meka. Dina. Nyanyua tena basi. Asila zisaidii Dina. Dina wewe. Wewe Dina. Haya bwana, haina shida. Makubwa nini na wewe Rusi bwana, kwa hivyo? Sasa kufanikiwa, kwani mtu unafanikiwa siku moja kwenye maisha kutongoza? Ndio maana kumbe wewe hao wachumba zako wote unakuwa unakubaliana na siku moja. Jaribu kujiheshimu basi. Jaribu kujiheshimu wewe. Kazi ya nini? Kwani nimekufanya wewe msaada wa kukutekea? Mbona kwa hivyo? Wewe vipi? Wakubwa wazima unapenda kufuatilia mambo ya vijana. Watu wengine bwana, yani wanajua kazi za kufanya mpaka wanakuja nyumbani kuja kuleta umbea wao. Basi haya tayari makubwa yale. Dina. Njoo mwanangu. Mwanangu Dina, ulikuwa unafanya nini huko ndani? Muda wote nilikuwa nakuita, utaki hata kutoka. Ulikuwa unafanya nini huko ndani? Yeye mama mdogo, nilikuwa huko ndani najimake up mtoto wa kike nizidi kuonekana mrembo. Watoto wenyewe siku hizi amtaki hata kuolewa. Na ukiolewa mwanangu utazidi vipi kupendeza? Sasa mwanangu nikwambie kitu. Niambie. Hapa mwanangu, hapa nyumbani kuna mwanaume anakuja. Nani ya mazumuni huyo mwanaume anataka kukuoa mwanangu. Usiniambie. Na kila siku analeta vitu hapa nyumbani na mwanaume wenyewe sasa. Unataka nikwambie? Yaani nina shauku nani? Anaitwa Kitanzi. Nakwambiaje? Na akija hapa nakwambia kila siku analeta vitu hapa nyumbani. Kwa hiyo mwanangu nachokuambia, naomba umkubalie. Akuwe uwe uzuri ndio utazidi kupendeza mwanangu. Na ukikaa nyumbani kwako wewe, kila mtu atakuonea wivu. Mama mdogo, amani na furaha ndani ya nyumba vinasababishwa na upendo. Huyo Kitanzi huyo mimi simpendi. Tena sitaki kabisa mnilazimishe kuhusu huyo mtu. Sitaki. Na kwa nini sasa mlikuwa mnapokea vitu vya wenyewe? Asipofanikiwa jambo analolihitaji, mtajibu nini nyinyi? Nilikuwa sina wasiwasi mwanangu, kwa sababu najua wewe mwanangu ni muelewa, na ndio maana nilikubalia vile vile. Mwanangu, kwa nini usimkubalie? Mama mdogo, nimesema Kitanzi simpendi. Tena sitaki hata kumuona katika macho yangu. Hata harufu yake kwangu mimi inaniletea, yaani sitaki kabisa hata kumuona. Sasa mama mdogo, kama umeniita hapa kwa jambo hilo, tambua fika siwezi na haitowezekana kamwe. Dina mwanangu. Dina mwanangu. Watoto wa siku hizi bwana. Hai. Mtu. Kimeendelea nini huko? Mwanangu, naona mambo yanaenda kugonga mwamba. Mungu wangu. Ina maana amekataa? Ndio amekataa, na amesema tuache kuchukua vitu vya watu. Ila mimi nitajitahidi sana kuongea nao. Bwana, hicho ndio ninachotaka kukuomba. Yule ni binti yetu, tuongee naye tu. Wewe ni mwanamke mwenzio yule, ongea naye, atakuelewa. Yana mwacha kijana mstaarabu yule Kitanzi anaenda kuolewa na mtoto mshenzi, mtoto anze heli.
Chingande nani hapo? Hapo tunaomhitaji sisi ni kitanzi. Kwa hiyo wewe ni kazi yako kuongea naye yule. Ni binti yetu hawezi kutushinda. Wanataka kila siku hapa sisi tupigane vibega tu muda kwenda msalani. Shida mume wangu kusikiliza maneno ya watu. Maana kila ninavyojitahidi mimi kuongea nao ananigomea. Kila ninavyojitahidi kuongea naye ananigomea. Ila nitaendelea kumkalisha chini, nitaongea. Nitamwambia asisikilize maneno ya watu. Atusikilize sisi wazazi wake tunakitaka nini. Ongea naye. Jitahidi ongea naye. Hatakuelewa. Kinaendelea nini sasa hivi huko mambo ya mapishi? Unakoenda ukarudi na dagaa. Hilo tu. Mama usijali, nitakuja nayo. Haya mume wangu. Mambo Zai? Poa tu mzima. Mzima sijue. Niko poa. Nimechungulia kuona kwa sija kukuta. Mambo ya shule shoga yangu unajua tena? Ongela tena. Asante. Hivi rafiki yangu Zai. Wewe umeacha shule. Na hapa kijini hakuna kazi yote ambayo unafanya. Alafu pili, hiyo tabia kubadilisha wanaume shoga yangu achana nayo, Mbona bado mtoto mdogo wewe? Umeniamkia mimi leo shoga yangu sio? Sasa sikia. Kuacha shule kwangu mimi, wewe hakukuhusu chochote. Sawa, kubadilisha wanaume kwangu mimi wewe hakukuhusu chochote. Shelewe. Kwa hiyo niache. Yaani Nzeli ana tabu kweli na watoto wake. Kaka yako Chingande naye ndo huyo, na wewe tena ndo hivi. Shoga yangu badilika. Kuna mimba za utotoni na malazi. Yote kawaida. Mimi nakwambia kama rafiki yako hivyo. Kwa ndio umeona hapo umemkalisha Zai, ukamwelekeza maneno yako ambayo hapo akilini, ukafikiria hata kusikiliza. Yaani shoga yangu hapa hata hata neno moja. Sikio la kulia yamepitia, sikio la kushoto amepenya. Sasa shoga yangu mimi nimekuelewa, mimi yangu ndio hayo tu. Kama utanielewa haya sawa, badilika. Haya kafiki. Chingande, mambo? Mambo vipi? Poa mzima. Fresh nipange. Chingande, amesema msubiri anakuja. Sawa, atanikuta. Sawa, kwa hiyo. Wewe nenda, tutaonana baadaye. Poa, baadaye. Fresh. Dina, mambo? Poa. Nani nikwambie jina langu? Ameniambia rafiki yako Ziana. Dina, tuachane na hayo. Dina, nimetokea kukupenda. Na nina mahitaji makubwa kwako. Nataka uwe mke, niwe mume. Naomba nikubalie, Dina. Una uhakika unanipenda kweli? Na uhakika, ndio maana nakwambia. Maana nyinyi wanaume muda mwingine ni waongo. Ni kweli wanaume ni waongo, lakini sio wote. Na uhakika? Na uhakika. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila naomba unipende kama mimi nitakavyokupenda. Dina, nitakupenda, nitakujali, nitakuthamini. Dina, asante kwa kunikubalia. Sawa. Sawa. Naomba usinisaliti. Siwezi nikakuongopea. Kweli? Sawa.
ila tuachane hapo, pana macho ya watu. Ondoke. Ila naomba nianze kutangulia kwanza mimi. Sawa. Bye. Jambo Zai. Jambo, shikamoo. Marhaba. Zai mdogo wangu. Samahani. Unajua mimi nimetokea kumpenda sana kaka yako Ching'ande. Kwa hiyo nilipenda sana wewe uwe wifi yangu, nakuja nyumbani tunatembeleana, ukiwa na shida unakuja kuniambia kama mimi wifi yako. Kwa hiyo nakuomba unifikishie ujumbe wangu kwa kaka yako. Mwambie nampenda. Hivi, hichi ndicho nisemesha mimi hapa. Nilikopa na kuheshimu sana, sawa Umefanya malaya yako huko. Umeona ndio sasa kuja kwa kakaangu. Zai, unaniita mimi malaya? Usiite malaya wewe nani? Kwa nini usikuleta tabia zako kijijini? Wewe ni malaya na utabaki kuwa malaya. Unafaa wewe wifi yangu. Maana si mimi mwanamke niliyopendeza. Wewe jiangalie. Kakaangu alivyokuepo HD, atembea na kinyangozi kama wewe. Umefanya malaya yako kijijini kote huko. Umeleta filosi uje kwa kakaangu malizie. Sio? Malaya umetaka kuitwa mwenyewe. Kwani kuna mtu sikujua tabia zako kijijini? Wewe vipi wewe? Alafu siku zingine usirudie kuniita sema hapa za zeleweki. Fala wewe. Watoto wengine bana, yaani vitu vya siku hizi vikishakuwa tu ndo hata havina adabu. Muangalie kwanza. Tanga. Vipi rafiki yangu? Kama kawaida. Kitanzi rafiki yangu. Mimi nahisi hakuna kingine kinachokutesa zaidi ya mapenzi. Na huyu si mwingine itakuwa ni Dina. Umekuwa kama mganga Sebo. Ninajua Dina nina malengo naye. Na ndio maana nashindwa kujizuia kwake. Na simuoni mwanamke mwingine yoyote yule katika hichi kijiji wa kumkabidhi moyo wangu na aufanye anavyotaka zaidi ya Dina. Dina. Mimi hilo nalijua. Lakini hautaki kuruhusu mawazo yaliyopitiliza, itakuathiri kisaikolojia rafiki yangu. Mimi nakuahidi nitakusaidia mpaka Dina utampata. Lakini punguza ya mawazo yako. Nikisema asante, sidhani kama nitakuwa nimekosea kwa sababu nawe si ndo naanza kupata mwanga. Ndiyo. Lakini naomba niahidi kweli. Kwa sababu mwenyewe nimeshindwa, nimemfuatilia sana nimeshindwa. Ila hawa wanawake usipende kuwapa nafasi kubwa kiasi hiko. Hata kama unampenda. Kwa sababu ni watu ambao yani hawatabiliki. Sijui unanielewa rafiki yangu? Nimekuelewa. Mimi niseme asante, ila nitafanya vile ambavyo wewe unataka. Lakini kusema kabisa niondoe mawazo kwa Dina, hicho iko kitu siwezi. Okay. Mimi niachie ulipoishia. Ndio. Kwamba utanishauri nihakikishe Dina nampata. Sawa? Ndio. Lakini pia naomba nisindikize mahala Sebo. Basi kwa tunaweza tukaenda kwa sababu sina show yoyote sasa. Kweli show yako ile umeshamaliza? Tamu sana. Dina vipi? Safi. Kwema? Kwema. Unajua nilikuwa na wazo jinsi gani nitakupata. Hii imekuwa kama bahati. Vipi, kuna tatizo au? Naweza nikasema kuna tatizo, lakini pia naweza nikasema hamna tatizo. Ila inategemea tu kama utalipokea vipi ile jambo langu. Zungumza. Unajua Dina, watu wengi wanakufa kwa homa ndogo sana, lakini yote kutokuwa na pesa ya kujitibia. Ndivyo alivyo mapenzi. Siku zote mtu ambaye hajajiingiza kwenye mapenzi hawezi kuona maumivu yake.
lakini mtu ambaye amejiingiza kwenye mapenzi lazima aone maumivu yake. Ndivyo ilivyo kwa kaka yangu Kitanzi. Kitanzi ni mtu ambaye anapitia wakati mgumu sana, lakini yote kwa ajili yako Dina. Dina, nakuomba unikubalie brother. Kitanzi anateseka sana kwa ajili yako Dina. Sasa nisikize kwa umakini, niongee kitu ambacho na mimi kipo moyoni.